mimi naomba nitume salamu, na naamini hii itakuwa kwa niaba ya Wazanzibari wote, kwa niaba ya Watanzania. Nitume salamu kwa waziri wa mambo ya ndani ambaye amefanya leo tufanye mkutano huu katika ukumbi huu bila sababu, kwa visingizio. Sisi tunachomwambia waziri wa mambo ya ndani na tunachomuuliza, fujo anaiogopa, ni sawa, au sivyo? Lakini anaogopa mpaka amani pia anaiogopa. Na mtu ajabu kawa, si ndio? Vurugu, fujo, kuiogopa ni sawa, lakini unaogopaje amani? Unatafuta nini? Unachotaka nini? Maana anayefanya vurugu unamuogopa, unamdhibiti. Watu watakuelewa. Huyu anayetengeneza amani pia naye unamdhibiti. Hili linatuambia kitu kimoja tu, na naomba hili walichukulie viongozi wote na wenye dhamana katika nchi hii. Nchi hii tusiiendeshe kwa kubahatisha. Tusiiendeshe kwa kubahatisha. Kuna mambo mengine ni aibu, mengine ni fedheha kwa Tanzania hii kwamba yanafanyika. Tunaendesha nchi hii kwa kubahatisha. Kama tumepata uhuru jana asubuhi, kwa sababu inashangaza, dunia nzima inafahamu kwamba bunge ni kikao cha wananchi kuichunga serikali yao. Serikali iende ikajibu ndani ya bunge. Unachokizungumza ndani ya bunge ni proceeding, ni majadiliano ya bunge. Ama kuna hoja imeletwa, ama kuna taarifa inatakiwa itolewe. Jamani wenye bunge, si ndivyo? Ile si ofisi ya serikali, si kijiwe cha serikali. Sasa leo waziri wa mambo ya ndani kenda kulifanya bunge kijiwe cha serikali, ofisi ya serikali, anatoa maagizo ya serikali ndani ya bunge. Na mmepata kusikia wapi nyinyi? Ukilieleza mle jambo unachangia hoja au unatoa taarifa, bunge litoe maamuzi. Tumepokea taarifa, tumepokea taarifa, wanaunga mkono, wanaosema ndio, au sivyo jamani? Si mnafuatilia? Ama iwe ni hoja, wanaunga mkono hoja, si ndio? Wasiounga mkono, spika anasemaje? Wanaunga mkono wameshinda. Hiyo ndio mwenendo wa ndani ya bunge. Haiwi ofisi ya serikali, haiwi kijiwe cha serikali ukatoa maagizo, na maagizo hayo jamani, huo ni tumepotea, ni fedheha, ni aibu. Kwa hilo lazima tusiendeshe nchi hii kwa kubahatisha. Tulipofika si pa kubahatisha, kuna weledi wa kutosha.